sana na nilimisi uwepo wako pia. Kweli nakwambia. Unajua nini? Yaani hapa kijijini hapa nimeona wanawake wengi sana tofauti. Ila wewe namba moja. Oh, viatu. Kwa hilo nashukuru mpenzi wangu. Lakini unajua mpenzi wangu hii simu ya mama inanisumbua. Kwa hiyo naomba unibadilishie. Simu inakusumbua? Ndio. Lakini mbona iko vizuri tu kwa mawasiliano? Mimi ndo unavyoiona hivyo maana. Sema unajua nini? Mimi nitakufanyia kesho utu wa mpango wa simu nyingine. Lakini usiwaze wala. Lakini mpenzi wangu, si unajua hii simu inanisumbua. Yaani siipendi tu na yaani mimi nakupenda sana. Sitaki uwe mbali na mimi. Yaani wewe umeziteka sana hisia zangu. Sawa. Mimi nakupenda. Yaani unaomba unielewe. Na nataka tufike mbali sana. Ikiwezekana tuzae mpaka watoto. Sawa, mimi niko sawa kuzaa watoto lakini fanya mnyama basi hata hii simu mimi wala. Ndio maana nikakwambia ni kesho kutwa mapema. Tutakutana hapa. Pia naenda kukununulia dukani. Kwanza hata yenyewe haina hata muonekano. Japokuwa tulikuwa tunafanya mawasiliano lakini ila kwa sababu umesema nikubadilishie simu, nitakubadilishia hii utaachana naye. Kwa hiyo hapa mimi unaniachaje? Sasa hapa nilikuwa naenda kwa hapo rafiki yangu Juma hapo. Baadaye nini nitakutumia hata 10,000 ya mboga matumizi yao. Bana sio mambo hayo mimi nishakujua. Haya. Hapo vipi? I love you baby, asante. Nakupenda sana. Haya poa. Sisi jamani hapa tumeshafika. Tumesikia mnaituita. Kwenda ngoja kusikiza uito unahusiana na nini? Nimewaiteni hapa, tumeshajadiliana na mume wangu, kwa hiyo rasmi aliyewaiteni ni mume wangu, ana mazungumzo na mimi kuhusu deni letu. Sawa. Ni kweli mimi wito huu ndo waiteni kutokana kama alivyotangulia kusema mke wangu hapo, tumejadiliana kuhusu masuala ya pesa yenu. Sasa mimi nimechukua maamuzi ndio achukua kwamba kama mna account number hapo mnisaidie au mmoja hapo nitoke naye ili nikawatumieni hela yenu, haya mambo yaishi. Hapo sasa umenena. Yaani tulikotoka tulikuwa tunawazia tunaenda kufanyaje huko. Kwa kuwa umetuambia hivyo, haina shida, na mbele tunakutajia then ukutumie hiyo pesa. Si sasa hivi? Basi mimi naona kama tumeshaelewana hivi. Kama alitangulia kusema kwamba atoke na mmoja ama kama tunampa hizo namba. Tumpe namba. Haya, andika namba. 06 26 79 69. Hamna wasiwasi ya kuibiwa. Leo tumekuja wapole sana, tumekuja tu kuitika wito, labda tufanyie kama nyinyi sisi tumeshafanya hili, sisi tunashukuru tu kwa hili, tuweze kutukabili. Nani atoka nani? Amili Chivi. Amili Chivi. Na ya kutolea. Angalia ni kwenye simu yenu. Ninaona uko tayari. Angalia na ndani imeingia. Yaani tushaiona, sisi tunashukuru. Ila angalizo. Isije kajirudia tena kitu kama hicho. Na hata sisi kwa wote sisi. Kopa hela ambayo una uwezo nao kulipa na ulipe kwa wakati. Na huyo bila mkopo atumkopeshi mwaka huu wala nini, inabidi akae kama miaka 3 hivi. Lakini pia naweka msisitizo kwenu nyinyi wana kikundi. Deni hili nimelilipa. Ila kuanzia leo sihitaji mke wangu kwenye kikundi. Endapo itatokea kutokea kwenye kikundi chenu hicho kuhusu mke wangu, hilo ni la kwenu na mke wangu. Mbani kwangu nisiwaone. Ndio yani ndani huko muongee mambo sisi hayatuhusu. Haya ninachokiona mimi tushamaliza tuondoke. Haya mengine si haka hayakuhusu. Jamani mbaki salama.
Habari zenu jamani. Sasa kikao chetu leo tuna ajenda 3. Kwa kikao. Kwa hiyo baada ya kusema kikao chetu nimefungua na ndo ambayo ajenda ya kwanza nishaimaliza. Tunaenda kwenye ajenda ya pili. Ajenda ya pili ni ajenda mama kuhusu kikao chetu na kikundi chetu kinaendeleaje katika maendeleo madogo madogo ndio tunaendelea. Na kuhusu lile deni tumeshalipwa tayari na hisi wote mmeonyesha. Ile deni ambayo tulidai mama Swau. Ndio hisi wote mmeonyesha. Kwamba mmoja labda hapa tukopeshi. Hapa tukopeshi. Sababu tukopeshi kabisa. Kopa tu tumeanza. Tuliambizana kama mtu anakopa au haukopi au inakuwaje. Maana wengine wamekopa na wamelipa. Kwa hiyo nikasema tukikopa tutolipa. Kwanza wanakundi watu wa kikundi hiki wote ni wasumbufu. Wewe kumkopesha mtu hela kuanzia leo hakuna kukopa. Kama mtu anataka kukopa huko kausha damu leo sio kwenye kikoba hiki. Iko sasa kitakuwa sio kikoba. Amri ya polisi. Kikoba gani cha kukataza na kukopa? Kikoba nkopeshe, akisumbua hata neti yake unaenda kukongoa. Unauza. Sasa wewe unasema basi tusikope. Kikoba iko. Tena wewe kila siku. Wewe. Wewe ndio unangania tukopeshe kopa 500,000 mama Swau. Si amelipa. Tumekuja kulipa na kwa kugunzana tupigane mangumi tunamwendea kwa mpaka tukanyanyua vitu vyake hapa hakuna kukopa. Hapa kopi mtu. Ni wasumbufu hakuna kukopa mtu mimi ndo shapanga. Mimi ndo mwenyekiti na nishaamua. Hebu tunaitulekele. Kwa nini wengine hamna mtu kushangia au kwa mnaridhika? Na yeye usi mwenyekiti wenu, usi mtendaji wa kikundi mnaridhika. Ila tunashangaa tu kwani kikundi hiki cha mtu mmoja au maana anakimiliki. Kikoba anamiliki mtu mmoja. Hela ngoja kwa sababu Sasa faida zitaingiaje? Kikoba hiki kina hela ambayo anajisikia kukopa na hela ambayo anajisikia nikikopa hela hii na uwezo wa kuilipa. Wao wanasema sikopeshwe mtukufu. Sijui ni mikoba tu basi mikoba kifi. Ila huu mdomo wako dada, huu mdomo huu hapa. Uangalie tu hela yenyewe leo ipo. Tulia. Huu mdomo utakuponza. Huu mdomo. Kama utaki tusikope, acha. Wewe ndio koba kisha kwa chochote. Katika wale wasije kwanza bike pamoja na wewe. Vipi jamani? Bwana nimeelewa. Mbona huyu? Mwenyewe na atugawani hela mpaka mwisho wa kikoba kisha ila kwanza leo kuna mambo ya kikoba kifi. Kikoba watu. Ndio hakuna kwa bandu mimi ndo nishapanga mimi ndo kikoba hicho. Hapa sigawi hela. Leo tunaenda nao nenda hebu nenda. Leo utakuta kitu wewe utakuja kuamini. Huyu. Hebu angalia kama wengine kuangalia kuweka kwenye kikoba. Huyu mwenyekiti wewe unatuletea shida. Sheria za jeshini wewe. Kwa wewe. Ona na na. Ona na na. Oh viatu vinatesa watu. Oh viatu vinatesa watu. Oh viatu vinatesa watu. Oh viatu vinatesa watu.